Matumizi sahihi ya dawa yanategemea zaidi miongozo iliyopo. Serikali kwa kutambua hilo imetengeneza mwongozo wa matibabu katika afya ya binadamu na sasa mwongozo wa matibabu katika sekta ya afya na mifugo, National Veterinary Standard Treatment Guidelines. Ni matumaini yangu kuwa wataalamu watajielekeza zaidi katika kutumia miongozo hii. Tunakula sana kuku wa siku 3, siku 4, siku 5 wamekuwa. Tunawasifia watamu, kumbe wanatuumiza. Sasa hii teknolojia tuitangaze na watu wajue tofauti kati ya kuku anayetumia dawa na kuku ambaye anafugwa bila ya dawa. Tutaokoa watu wa Morogoro na tutaokoa taifa kwa ujumla. Kuna kampeni maalum ya kueleza, na hapa naungana kabisa na ile kufungua YouTube channel. Elimu ifike kwa watu walioko majumbani, walioko makazini na maeneo mengine. Tunaumia sana, tunajimaliza sana. Na ndio maana umri wa kuishi kwa Mwafrika ni tofauti kwa wenzetu. Ni kwa sababu tunaumizana sana na haya madawa. Tunaamini kwa programu hii kama viongozi wa wilaya tutaishikilia bango, na nyinyi mkatamani ujuzi wenu usipotee, mkaelekeza wenzenu kwa kushirikiana na serikali, na serikali ikawashika mkono, tukawa na mabanda ya mfano kwenye 8 hii inayokuja, tukawaonyesha wenzetu mbalimbali wanaokuja waone namna kuku wanaofugwa bila ya kutumia dawa. Hiyo ndio sehemu pekee ya kujiuza katika mwaka huu. Kwa hiyo jipangeni vizuri, tuwe na banda hilo, tuwe na kuku hawa. Ndugu washiriki, matokeo ya tafiti mbalimbali za ukusanyaji wa taarifa za dawa nchini zinaonyesha kuwa takriban 60% ya dawa zote zinazotumika hapa nchini hutumiwa na sekta ya wanyama, mifugo na uvuvi. Kwa maana hiyo, ninatoa wito kwa wadau wote wa mifugo kutumia dawa kwa uangalifu, sawa na maelekezo ya wataalamu wetu wa afya za mifugo, na kuzingatia yafuatayo: wafugaji kutotumia dawa za antibiotic katika kukuza mifugo, kuchanganya na chakula cha mifugo kwa matumizi ya kila siku hata wanyama wanapokuwa hawaumwi. Hizi siku hizi imekuwa desturi, watu wanaongeza dawa tu kwa sababu wanajua huyu kuku ndani ya siku 3 atakuwa, siku 4, ili mradi amtie hasara kukaa pale. Kuku kaonekana mkubwa, na ukienda kuchagua kuku pale Kingalo au Mawenzi, unamwona huyu amekuwa, lakini unanunua maradhi. Usitibu mnyama wako bila ushauri wa wataalamu. Sio kuku ameumwa kidogo, umechukua kidonge cha panado nusu umemnyunyizia. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi hii nzuri anayoendelea kufanya. Kila mahala tunapokwenda tunaona kuna tukio linalomhusu yeye. Na hii leo bila yeye tusingekuwepo hapa. Bila yeye hata mafunzo hayo msingeyapata. Mafunzo haya yamechukua miezi 6. Ni muda mrefu, lakini mafunzo yenyewe yametolewa bure. Na mimi niseme hayakutolewa bure kwa sababu kuna mkono wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Niwashukuru sana wenzetu wa FAO. Hongera sana sana sana. Hongera kwa kazi nzuri mnayofanya. Mmetusaidia sisi manispaa kuwaelimisha hawa, ili tukitoa ile mikopo yetu waweze kuitumia vizuri. Mikopo yetu tunatoa haina riba yoyote. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya nina uhakika nyinyi ndio mtakuwa watu mkileta maombi yenu, manake mtafikiriwa mapema zaidi kuliko wenzenu ambao hawajapata mafunzo. Kwa hiyo hili niwahakikishie na nyinyi mlileta fedha wizara kwamba sisi kama manispaa tuna nafasi kubwa ya kuwapa mikopo hawa ili waweze kuendelea. Mkileta hayo majukumu, sisi tuna nafasi ya kutafuta wapi akakae na maeneo gani kwa ajili ya kufungua soko la kuuza kuku kwa hawa vikundi ambavyo vimejifunza. Nyinyi leo mko wengi sana, na ninaomba pengine baada ya kufunga tutafute siku tukutane
ili tupangane tuone namna tutakavyowafundisha wenzetu kata zingine ambazo hazikuhudhuria mafunzo haya. Vikundi hivi vimeanzishwa na kama alivyosema mwakilishi toka FAO, na vimefuata kanuni ya vikundi. Kuanzishwa kwa vikundi hufuata kanuni, lazima uwe na kila kitu ambacho unahitaji, including katiba, akaunti, mwenyekiti, katibu, uongozi ule imara. Kwa hiyo hawa wana uongozi. Huu mchakato ni wa mtu kuzaa kizazi, kizazi cha kwanza kinazaa. Kwa maana kile kizazi ambacho hakizai maana kimekufa, tunakitoa. Kwa kama uzai tunakutoa, lakini ni vizuri ukawa unazaa. Na kwa mpango uliokuwepo kwamba kila mmoja sehemu itakayokuwepo ataendelea kuwa na wanafunzi hata wawili, mmoja. Wale watu waliokuwa wanatamani kupata kile kitu tunachokifanya, unawaambia waende kule wajifunze ili waje kwenye mnyororo. Mradi huu umetekelezwa kwa gharama kubwa. Labda sasa wanapohitimu hao wawezeshaji na ambavyo sisi sasa kama FAO tutarudi hatua moja nyuma, tunaomba tu serikali iweze kupokea na kuendeleza na kuhakikisha kwamba malengo yaliyokusudiwa yanazidi kuendelea kutekelezwa, lakini pia thamani ile iliyowekezwa iendelee kuonekana kwamba haikuwa bure. Ngazi ya halmashauri kuna vikundi ambavyo mara nyingine vinapata nafasi ya kupata mikopo, basi hawa wanaweza kawa ni sehemu ambayo wanaweza kufikiriwa vile vile, kwa sababu kikundi ambacho kimesukwa vizuri, kimesajiliwa, kina katiba, kina account number na mambo mengine ambayo yanafanya waendelee kubaki pamoja. Kwa hiyo itakuwa rahisi sasa serikali kuweza na yenyewe kuweka mkono wake ili kuhakikisha kwamba mradi unakuwa endelevu. Najua kwamba kama ilivyoelezwa hapa kwamba kuku hawa wanafugwa kwa kipindi cha siku 35 ambazo ni wiki 5. Huo muda, huo umri ukifika, inawezekana kawa wateja wana kuwa shida kupatikana. Sasa sisi kama FAO tunatambua hilo kwamba atakapoendelea kuwalisha wale kuku, maana yake gharama itaendelea tena kuwepo kwa huyu mfugaji, kwa sababu lengo pia ni kuinua kipato cha hao wafugaji. Kwamba ndio tunataka tuwe na nyama ya kuku iliyo salama, isiyo na sumu za vimelea vya dawa kama alivyoeleza mwakilishi wa mkurugenzi mtendaji. Sasa ili hilo litokee, tukaona ni vema wafugaji hawa tuwawezeshe kwamba sasa tunapotoka basi wasiendelee kuingia hiyo hasara. Kwa hiyo shirika la chakula na kilimo duniani FAO au FAO tutatoa freezer 3 kwa kila shule. Freezer hizo tutazitoa kupitia halmashauri ili usimamizi uwepo na kuhakikisha kwamba matumizi ya freezers hizo iwe ni haya yaliyokusudiwa. Isije ikafika FAO akaja baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi 6, ikawa freezers labda hazipo au ziko kwenye mabaa zinafanya shughuli zingine kuhifadhia vinywaji, au hazipo kabisa hata kutrace kwamba ziko wapi. Kwa hiyo mgeni rasmi, tunaomba hilo mlipokee na muone ambavyo mtawasaidia wafugaji hawa kwamba majokofu hayo yaweze kuhifadhiwa ipasavyo na yatumike kwa malengo yaliyokusudiwa. Tulianza mafunzo haya ya watu wawili, tukiwa mimi nayoongea hapa na mwenzangu yuko kule Kigamboni. Tuliondoka hapa tukaenda kupata hayo mafunzo nchini Kenya, na kule tuliungana na nchi kama 6 ikiwepo Zimbabwe, Zambia, Ghana pamoja na Kenya. Haya mafunzo ni gharama kubwa, lakini nakumbuka siku ya mahafali ya kwetu sisi kule Kenya ambacho niliweza kuzungumza mimi, kwa sababu ilitakiwa hapa kwenye mahafali hawa wanaohitimu na wao ingalao waeleze kitu fulani moja moja. Sisi tuliobaki kule kila mmoja alieleza ni nini ataenda kukifanya nchini kwake. Mimi nakumbuka nilisema haya mafunzo ni gharama kubwa, lakini wamepanda mbegu ambayo matunda yao watayaona si muda mrefu.
na kwa sababu tuna mawasiliano na hizi picha mbalimbali za haya mafunzo zinatumwa, na hii Nenelongo ambalo nimezungumza watakuwa sasa wamelipata. Nachoweza kusema au nachoweza kusisitiza sasa sisi tumemaliza au wamesha graduate. Kwa hiyo sasa ambacho na wasii wenzangu, wawezeshaji wenzangu hawa, nataka watembee kifua mbele, kwa sababu mimi nilifuga kuku kwa siku 35. Hao watu kumi pamoja na hawa kina Makula mnaowaona hapa, kina Sekei, hao wawezeshaji wa hapa, wale kule tuliwafundisha kwa njia ya nadharia, lakini kuku hakuwafuga kwa sababu ilikuwa ni siku 21. Walitembelea tu yale mashamba darasa. Lakini nataka niwaambie hawa wafugaji hawa ambao leo wana graduate, hawa wanaweza kwa elimu walioipata ni sawa na mimi, na inaweza ikawa ni zaidi hata ya mimi, kwa sababu wao wamefuga kwa awamu 3, siku 35 wakianzia kwenye shamba darasa, lakini wakiwa wanafanya kwenye mashamba ya kwao. Wameanzia kwenye shamba darasa kwa siku 35 awamu 3, lakini wakiwa wanafanya kwenye mashamba darasa ya kwao. Kwa hiyo nawaomba mtembee kifua mbele, na nyinyi kuanzia leo ni wawezeshaji. Tunategemea baada ya muda mrefu, kizazi kijacho, tukute ingalao kila mtu, mimi nilizalisha 10 na nyinyi mkizalisha 10, na maana 10 mara 60 ni 600. Sijui nanielewa mpaka hapo. Hao wakizalisha 10 na maana 10 mara 60 ni 600. Na kule Chanika na kule Kigamboni na kule Usaliva wakifanya hivyo, na fikiri tuna uwezo wa kusambaa nchi nzima. Tatizo kubwa ambalo wafugaji wamekuwa wakikutana nalo ni vifo vya kuku wanapokuwa wanafuga. Kwa sababu kulikuwa na vifo vya kuku wengi watu wanapofuga, wafugaji walitafuta namna ya kukabiliana na tatizo hilo. Njia rahisi ambayo waligundua ni kutumia dawa, kwa sababu nikimkava kuku muda wote wa ufugaji kwa dawa, una uwezo wa kupunguza vifo kwa asilimia kubwa. Lakini hilo liliongeza kuku wanaokibila kufa na hivyo kuingia sokoni, lakini vile imezalisha tatizo moja kubwa sana ambalo nchi nyingine zinalichukua kama janga kubwa, kwamba sasa nyama ambazo tunakutana nazo sokoni zinakuwa na mabaki ya antibiotics, madawa yale ya kuku. Na kwa bahati mbaya madawa yale ya kuku tunayowapa ndio hayo madawa binadamu wanatumia wanapougua baadhi ya magonjwa. Nye kuku walikuwa wakitumia sana madawa ya jamii ya penicillin, walikuwa wanatumia sana jamii za tetracycline, na kwa sababu hiyo dawa hizo tunakutana nazo hospitalini tunazitumia. Sasa unapokuwa unakula nyama ya kuku yenye kiwango kidogo cha madawa hayo, ina maana mwili wetu na wenyewe wale wadudu taratibu wanapata usugu wa yale madawa, usugu kidogo, kwa sababu wanakutana na dawa ambayo ni kidogo, haiwezi kuwaua, wanapambana nayo, wanakuwa na usugu. Sasa ni tatizo kubwa sana ambalo sasa tunakutana nalo, kwamba unaweza ukapata ugonjwa ambao ungemeza tetracycline kirahisi ukapona, lakini hauponi. Ungemeza penicillin kirahisi ukapona, lakini hauponi. Ni tatizo ambalo ni kubwa, na kwa sababu hiyo sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi ambao unafadhiliwa na FAO wakaja na mpango ambao sasa unakwenda kuzungumzia tatizo hilo ili kuliondoa. Ndio tumekuja sasa na mkakati wa ufugaji wa kuku bila dawa. Nini wanachokifanya kwa ufupi ni kupunguza vile vitu vinavyoweza kuhamisha ugonjwa kutoka hapa kuingiza kwenye banda la kuku, na hatimaye lile banda la kuku, wale kuku walioko mle wakafanya wakaugua. Sasa tunafuata usafi, taratibu za kuhakikisha kwamba hatuingizi ugonjwa ndani ya banda letu la kuku. Huo ndio mkakati ambao unafanyika. Na mwanzoni hata mimi nilikuwa najiuliza, maana nimekuwa na mimi nafuga. Ukifuga kidogo, baada ya siku 3 unaanza kushangaa kuku wanahalisha. Ukiwapa dawa kidogo wanapona. Baada ya wiki 5, wiki 4 unauza. Sasa nilikuwa najiuliza sana, hivi kweli katika mazingira ambayo sasa hivi tunaamini kuku wa kienyeji wapo, mazingira si safi sana, kweli inawezekana kufuga kuku na kuwazalisha
hadi kufikia umri wa kuchinjwa bila kutumia dawa, nilikuwa napata shida. Lakini sasa na mimi nimekubaliana, baada ya kuona darasa ambalo wanajifunza kwa vitendo, wakizalisha kuku kwa muda mfupi, wakiwa wanene, kwa sababu hawajaugua, kwa maana kuku wanapougua ndio vile vile wanafanya nini, wanakuwa wadhaifu na hawakui kwa kasi tuliyotarajia. Sasa kama hajaugua, ina maana atakuwa haraka, atazalisha nyama nyingi, na kuna kuku hapa mtawaona ambao sasa kwa wiki 5 wana kilo 2. Kilo 2 si kitu kidogo kuzalisha ndani ya wiki ngapi? Wiki 5. Mafunzo yetu yalianza rasmi tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2024, tukiwa wafugaji 34 kati ya 40. Mpaka sasa wanahitimu ni wafugaji 30. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, waziri na katibu mkuu shirika la FAO, viongozi wa mkoa wa Morogoro na wilaya ya manispaa ya Morogoro, pamoja na wadau wote waliojitolea kutuletea mradi huu muhimu sana katika maisha yetu na Watanzania kwa ujumla. Malengo ya shamba darasa letu ilikuwa ni kujifunza kwa nadharia na vitendo kanuni bora za ufugaji wa kuku wa nyama broilers kwa njia za kitaalamu, katika mabano kutumia vifaa kinga bila kutumia dawa zenye kemikali, ili kulinda afya za mlaji, kupunguza gharama za ufugaji na kujipatia kipato zaidi.